Kumiliki na kutawala kuna kutegemea wewe, mawazo yako, maneno yako, mipango yako, njia zako, nia yako ya ndani ya moyo. Kumiliki na kutawala, Mungu anaangalia hesabu ya kanisani, unaizingatia? Upendo wa Mungu uko ndani yako? Unampenda Yesu? Kuipenda kazi ya msalaba sio jambo rahisi sana, ni jambo gumu kweli kweli. Kuipenda kazi ya msalaba sio kazi rahisi sana, ni kazi ngumu sana. Baraka za Mungu ili uzipate sio kazi rahisi sana, ni kazi ngumu sana, lakini inakuwa ngumu kwa kuwa unakuwa mgumu na wewe. Nafanya kama Mungu alivyosema nifanye. Sasa Mungu amesema nini na wewe? Na ili utawala na kumiliki mpaka ujue unamiliki nini na umepanga nini na unafanya nini. Lakini katika kumiliki na kutawala mpaka umshirikishe Mungu kwa kina kikubwa sana, mpaka uwe karibu na Mungu sana, na mpaka umwelewe Mungu anataka umiliki nini na Mungu anataka ukae katika sehemu gani. Wewe unamwakilisha Mungu. Unasemaje kuhusu kumiliki na kutawala? Unasemaje kuhusu mipango yako? Unasemaje kuhusu shughuli zako? Unasemaje? Unapanga nini ili kitokee? Ili uje umwambie Mungu nimefanya hili. Unamwendea Mungu, unamwambia Mungu niko hapa, nataka kufanya hiki. Watu hawana uoga na Mungu. Watu hawana hofu na Mungu. Watu wamemfananisha Mungu kama ni Mungu wa kawaida. Mungu wetu ni mkali, na Mungu wetu anafuata utaratibu, na Mungu wetu ni wa agano, na Mungu wetu anatakiwa tumsikilize anataka tufanye nini ili tumfurahishe yeye Mungu. Ili umiliki na kutawala lazima ujue namna ya kumsikia Mungu na kumwelewa vizuri na kutulia kabisa. Mungu amesemaje? Maana ya kuwa mtumishi wa Mungu nini? Maana ya kuokoka ni nini? Maana ya kukaa kwenye nafasi yangu ni nini? Maana ya kukaa kanisani na kuwahi kanisani na kufanya mapenzi ya Mungu ni nini? Mimi naogopa. Nilikuwa nikienda na wahi kanisani, nasema leo mtumishi atasema nini? Anasema neno langu, naondoka nalo siku ya Jumapili, natembea nalo wiki nzima, alafu naliatamia. Nasema Mungu, kama ni la kwangu naling'ang'ania kabisa. Nasema umesema na mimi kupitia mtumishi wako. Na unajua naogopa nini? Ninaogopa kwa sababu Mungu ni mkweli kabisa. Mungu aliyekuweka nyuma yangu, hutabaki kama ulivyokuwa. Unabaki ulivyokuwa kwa sababu hujajua kukaa kwenye nafasi yako. Hujamjua Mungu unayemtumikia, na wala hujamjua Mungu wa Yerusalemu, wala hujamjua Mungu anayebariki, wala hujajua chochote. Unadhani utapokea mpira au fungu na mtu ambaye afanye mazoezi. Mcheza mpira yote maarufu unayemwangalia kwenye mitandao ya kijamii, unamwangalia kwenye viwanja vya mpira, yule kijana ameacha uzinzi, ameacha bangi, ameacha sigara, ameacha kula vitu ambavyo havistahili, anafanya mazoezi, analinda mwili wake, analinda na roho yake ili apate nafasi kubwa ya kufunga magoli au ya kuwa beki mzuri. Hakuna kitu kinatokea bure. Hakuna kitu kinatokea bure jamani. Tena hakuna mkali ambaye anataka akuone kwa usahihi. Mwalimu mzuri kama Mungu anayeangalia unamwamini na unamheshimu na unamsikia na unafanya sawa sawa. Ila unaosikia pokea, labda niende kuzimu nilete mizizi nikwambie upokee na mizizi ya kuzimu, lakini ya Mungu ni ya kutabikia. Wewe hebu kasirika. Hebu kasirika wewe, kasirika kwamba nataka kumwamini huyu Mungu, nimuone Mungu anafanya nini. Mimi niliambiwa niache hata watoto wangu. Narudi kukuambieni ushuhuda. Niache kila kitu nilichotabikia kwenye ubinti wangu, niondoke kama nilivyo, kama Ibrahimu alivyoambiwa. Nikawa naondoka, sina mentor wa kunisaidia. Wote wameniona mimi ni kichaa. Mimi nikabaki kuwa kichaa kwa Mungu. Amua uwe kichaa kwa Mungu, uone Mungu anavyobadilisha maisha yako. Ili uweze kupokea vya Mungu, mpaka ndugu zako wakuone wewe ni mentor, mpaka wakuone ueleweki, mpaka watu wasikuelewe.